Baada ya kuzungumzia aina mbalimbali za rehemu, kama tulivyoona hapo mwanzo kwamba kuna rehemu mbaya na kuna rehemu nzuri, basi tutaendelea kuzungumzia ni kwa nini kuwa na rehemu nyingi ni tatizo. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutueleza kwamba ni kwa nini kuwa na rehemu nyingi ni tatizo, lakini yako mambo makubwa ambayo tutayaongelea siku ya leo. Sababu moja hapo ni kwamba kunakuwa na uwezekano wa kupata kiharusi. Sababu nyingine kunakuwa na uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo. Na sababu nyingine uwezekano wa kupungukiwa nguvu za kiume. Kwa hiyo leo nitaongelea sababu mbili kubwa ambazo zinahusisha viungo ambavyo ni muhimu sana katika maisha yetu. Na viungo hivyo ni ubongo na moyo. Kwa hiyo tutaangalia ni jinsi gani basi ambavyo rehemu ikizidi inaweza ikasababisha mtu akapata kiharusi na akapata matatizo ya moyo. Tuendelee kuangalia. Kiharusi kama inavyojulikana ni tatizo linalotokea kwenye ubongo. Tatizo linatokana na kupungua kwa kiasi cha damu kinachoingia katika sehemu ya ubongo. Tatizo hili pia kwa kiasi fulani laweza kurithishwa. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba kama wazazi wako au babu zako waliwahi kuwa na tatizo hili, upo uwezekano ambao tafiti zimeonyesha kwamba unaweza ukapata kiharusi, lakini sehemu kubwa sana ni kutokana na mfumo wa maisha. Ubongo unahitaji oxygen na virutubisho vingine ili kufanya kazi ipasavyo. Vitu hivi hupelekwa kwenye ubongo kwa njia ya damu. Kama tunavyofahamu kwamba kazi ya damu ni kubeba oxygen na virutubisho mbalimbali ambavyo vinahitajika kwa ajili ya chembe hai kuweza kuishi na kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye ubongo oxygen na virutubisho hivi ni muhimu sana. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo damu ni muhimu kuingia kwenye ubongo. Sasa leo nataka nikuelezee uweze kujua kwamba ni nini kinatokea mpaka mtu anapata kiharusi. Kwa ukitazama picha hii hapa, unaona kwamba hapa tunao ubongo. Na hapa tunao ni mshipa wa damu. Kwa hiyo mshipa huu wa damu ndio unaoleta damu katika ubongo. Na ubongo una sehemu tofauti. Na sehemu hizi tofauti za ubongo zinafanya kazi tofauti. Kwa mfano, unaweza kukuta kwamba sehemu hii hapa ya ubongo inafanya kazi ya kusaidia mtu uweze kutembea. Na unaweza kukuta labda sehemu hii hapa inasaidia mtu uweze kuona. Kwa sababu kitu ambacho tunatakiwa tukumbuke ni kwamba ubongo ndio ambao unaratibu shughuli na kazi zote katika mwili. Kutembea, kuona, kuzungumza, kusikia, kunusa, vitu vyote ambavyo unavifanya vinaratibiwa na ubongo. Na kazi hizi zinakuwa zinafanywa na sehemu tofauti za ubongo kama ambavyo nimekwisha kueleza hapo. Kwa mfano hapa ni kutembea, hapa ni sehemu ya kuona, unaweza kukuta sehemu nyingine hapa labda ni sehemu ambayo inakufanya wewe uweze kunusa. Kwa tukishaona hiki hapa sasa, tuangalie ni nini kinachotokea mpaka mtu anapata kitu kinaitwa kiharusi. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kama tulivyokwisha kuelezea, rehemu mbaya inasababisha utando au ukuta kujengeka ndani ya mishipa ya damu. Kwa mshipa huu sasa ndio ambao unaopeleka damu kwenye ubongo. Na kitendo cha rehemu mbaya kujengeka au kujenga ukuta ndani ya mshipa huu wa damu
unasababisha upana wa mshipa huu kupungua. Kwa hiyo hapa kiasi cha damu ambayo inakuja kwenye ubongo moja kwa moja inakuwa imepungua. Na kwa maana hiyo ni kwamba kiasi cha oxygen na virutubisho ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ubongo huu kuweza kufanya kazi vinakuwa pia vimepungua. Na hilo linaweza likawa ni tatizo. Kwa hiyo unakuta kwamba kunaanza kutokea athari za ufanywaji wa kazi katika sehemu ambazo damu haifiki vizuri. Lakini lipo tatizo kubwa zaidi. Tuangalie nini kinachotokea. Ni kwamba kama tunavyosema kwamba kuta hizi zikijengeka sasa, kuna wakati mwingine zinaweza zikapasuka. Na kuta hizi zikipasuka zinasababisha kutokea kwa mvirio wa damu. Unajua kwamba kunatokea mabonge yale kwa sababu damu inaganda. Kwa hiyo kunatokea mvirio wa damu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hii ni damu ni mvirio wa damu, au tuseme ni kwa lugha rahisi sana ni bonge la damu ambalo limetokana na huu utando kupasuka. Kwa hiyo likajengeka hapa katika mshipa wa damu. Na bonge hili la damu linaweza likasafiri ndani ya mshipa wa damu, lakini likafika mahali likaziba. Kwa hiyo unaona hapa kwamba kumeziba. Na kama hapa kumeziba, basi ni nini kinatokea? Ni kwamba damu ambayo inakuja hapa inakuwa haiwezi kufika. Kwa hiyo sehemu hii hapa sasa inakuwa haipati damu. Na kama sehemu hii haipati damu, ni kwamba haipati oxygen na virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo sehemu hii inakufa. Na kama sehemu hii inakuwa imekufa, maana yake ni kwamba haiwezi kufanya kazi yake. Kwa hiyo chukulia kwamba hii ni sehemu ambayo ilikuwa inakusaidia au inaratibu masuala ya kutembea. Kwa hiyo ndio unakuta kwamba mtu anaweza kupata matatizo ya kushindwa kutembea, au anaweza kupata matatizo ya miguu kulemaa. Na unakuta kwamba labda imeenda ikaathiri sehemu ambayo ni ya kuona. Sehemu ambayo inafanya kazi ya kumfanya mtu aweze kuona. Kwa hiyo ukakuta kwamba damu inayokuja hapa inakuwa mishipa inayoleta damu mahali hapa inakuwa imeziba kiasi kwamba hii sehemu inakufa. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa na matatizo ya kuona, anashindwa kuona. Kama basi mshipa wa damu ambao unapeleka damu sehemu ambayo inahusika labda na kuongea ndio umeathirika, maana ni kwamba hii sehemu inakufa. Kwa hiyo huyu mtu anashindwa kuongea. Kwa hiyo kinachotokea wakati wa kiharusi unakuta kwamba ni athari ambayo inatokea kwenye mshipa mkubwa. Kwa hiyo inakuwa imeathiri sehemu nyingi za ubongo. Kwa hiyo kwa wakati mmoja mtu anapata matatizo ya miguu, anaweza akalemaa, akapata matatizo ya kuongea, au akapata matatizo ya kuona. Kwa hiki ndicho kinachotokea katika kiharusi. Hii inatukumbusha kwamba mafuta yakizidi kwenye mwili au lehemu iliyo mbaya yakizidi kwenye mwili inaweza ikaathiri mishipa yetu ya damu, na hii ikasababisha kiasi cha damu ambacho kinaenda kwenye ubongo kikapungua, au wakati mwingine kikawa hakipo kabisa. Na sehemu ya ubongo inayohusika na kazi fulani ikaathirika kwa sababu ya kukosa oxygen na virutubisho vinayoifanya ile sehemu iweze kufanya kazi. Kwa hiyo hapa mtu anapata matatizo au anapata kiharusi.